Sikia, Yesu Kristo akiwa ndani yako na wewe ukawa ndani yake, utakuwa salama kuliko vile watu wanavyokujua. Ndio maana leo nakwambia neno hili, vipofu wataona, viwete watatembea, hata ambao hawasikii viziwi watasikia jioni ya leo. Ipo neema inaenda kutembea jioni ya leo mahali hapa. Ipo nguvu ya Mungu inaenda kutembea mahali hapa. Haijalishi mtu yupo kwenye nyumba yake, leo wachawi watakiona. Maana Mungu ameniambia hivyo, kwamba waambie watu wakiparangana kwamba leo moto utawaka. Mimi ndiye komando wa Yesu, nimesimama hapa natangaza majira haya jioni ya leo kwamba viwete watatembea, vipofu wataona, viziwi watasikia. Kiparangana jioni ya leo lazima kieleweke. Yupo Mungu anatenda, yupo Mungu anayeinua. Jioni ya leo akakuinue, jioni ya leo akakutendee jambo jipya. Haleluya! Basi twende moja kwa moja, tukajiandae kwa ajili ya kwenda kusikiza habari za Mungu. Sisi hatujitungii, tunasoma habari za mwana wa Mungu Yesu Kristo kama zilivyo. Twende Marko Mtakatifu ile sura ya 2 na kuanzia mstari wa 10. Anza ile sura ya 2 mstari wa 10. Karibu. Kitabu cha Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa 10. Yes. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Ndio. Biblia inasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Yes. Mwana wa Adamu anayo amri jioni ya leo ya kubadilisha maisha yako leo. Mwana wa Adamu Yesu Kristo ana amri, ana mamlaka ya kubadilisha historia ya maisha yako, lakini sio wachawi wala waganga wa kienyeji wala washirikina wala wambea. Haleluya! Sikia, nataka nikwambie kitu. Wewe ogopa hao wanadamu watakuonyesha mbingu ya kwenda. Wasikilize hao wanadamu wanaokuambia usiende pale kwenye mkutano, pale siku na nini. Uone kama ukifa kwenye kaburi utaondoka nao. Hiyo adhabu ya kaburi itakapofika utaondoka nao, watakusaidia. Maana tunajua tunakokwenda, wala hatupokea zara. Haleluya! Tunatangaza habari za Yesu Kristo aliye hai, tunayemwamini. Tunajua yeye ukimwamini anabadilisha maisha yako. Haleluya! Sikia mwana wa Mungu, endelea mtumishi wa Mungu. Hiyo sura inafuata. Hapo amwambia yule mwenye kupooza, yes, na kuambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, na namna hii hatujapata kuiona kamwe. Twende. Akatoka tena akaenda kando ya bahari. Mkutano wote ukamwendea akawafundisha. Hata alipokuwa akipita akamwona Lawi wa Alfayo, yes, ameketi forodhani. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu, yes, na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru, yes, na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, yes, bali walio hawawezi. Bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Yes, basi ishia hapo. Anasema nilikuja kuwaita bali wenye dhambi. Anasema hivi kwamba habari hizi alipokuwa Yesu Kristo ameketi katikati ya watu wenye dhambi. Haleluya!
Sikia mwana wa Mungu, nataka uelewe jioni ya leo, Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya watu wenye dhambi, hakuja kwa ajili ya watu walio watakatifu. Nataka nikwambie jioni ya leo, hata kama leo dunia nzima watu wangekuwa ni watakatifu, hata kanisa lisingekuwepo. Lakini kanisa lililetwa kwa ajili ya watu watenda dhambi, watu waliorudi nyuma kimawazo na kiakili, wameshaharibikiwa, wavuta bange, walevi, washirikina. Yesu anahitaji wamrudie Mungu. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi. Baada ya watu kutubu na kumrudia Mungu, hapo ndipo wanakutana na watumishi wa Mungu, wanawatengeneza ili waweze kumrudia Yesu Kristo na watembee katika njia zilizo za haki. Haleluya! Mungu akiwa ndani yako na wewe ukawa ndani yake, hakika mabadiliko ndani ya maisha yako utayaona. Ili uondokane na hivi, lazima ukatae dhambi jioni ya leo. Haleluya! Lazima dhambi uikatae. Anaposema alikuwa na mtu mmoja aliyeumwa kwa miaka 38. Alipoumwa kwa miaka 38, ukiendelea kusoma hata huko chini, hata wale Mafarisayo wakamwambia Yesu Kristo, tazama, kwa nini umeponya mtu huyu siku ya Sabato? Hao wanaokukataza leo usije mahali hapa, ndio hao watakaozuia baraka zako, ndio hao watakaozuia maisha yako, kwa sababu wanatamani usiwepo katika hii dunia. Ndio maana wanazuia ili Bwana asiweze kuthibitika kwenye maisha yako, asirudishe afya uliyopoteza. Haleluya! Ndio maana hata mna ndoa ambazo hazieleweki kwenye nyumba zenu, kwa sababu Bwana ananiambia katika ndoa ndio maana kuna mambo hayaeleweki. Haleluya! Kwa nini hayaeleweki? Kwa sababu ukitazama, wakati mwingine nimefanya uchunguzi wa hali ya juu ambao hata Mungu amenithibitishia na amenionyesha, kuna watu hapa kwenye ndoa zao wana waume zao ndani ya nyumba hawajawahi kucheka, lakini wakitoka ndani ya nyumba zao ukiwakuta huko kijiweni wanacheka sivyo kawaida. Kwa sababu ndani ya nyumba zenu amani hakuna, Yesu Kristo hakuna, nguvu ya Mungu hakuna. Ili nguvu ya Mungu iweze kushuka jioni ya leo, lazima mkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya! Huyu mtu alikuwa amepooza kwa miaka 38. Alikuwa ni mtu aliyekata tamaa, maanake dhambi imetafuna maisha yake, mateso yametafuna maisha yake. Sikia mwana wa Mungu, huyu mtu baada ya kuugua kwa miaka 38, kuna watu waliokuwa wakimtenga, walimtenga, wakamwona ananuka, wakamwona hafai, wakamwona hatumika naye, na wewe utafuatwa na hizi. Haleluya! Sasa sikia, hao wanaokukataza usije mahali hapa, sikia, ipo siku utaugua, hakuna atakaye kusaidia tena, watakukimbia. Lakini sikia mwana wa Mungu, tulia katika Yesu Kristo. Hatuwezi tukakutana, tuko njiani, tunakukuta wewe unateseka, unatupigia simu sina kitu, lakini tunacho. Hakika hatutakuacha kama ulivyo, tena tutabeba viroba kwa viroba, tutakuletea. Haleluya! Kwa sababu hofu ya Mungu iko ndani yetu. Tunamtumikia Yesu mwenye upendo, tunamtumikia Baba mwenye nguvu, tunamtumikia mfalme anayeishi ndani ya watu. Jioni ya leo lazima kuponye, jioni ya leo lazima kuhudumia. Yule mtu alipoona ile miaka inaenda, akaona maisha yanazidi kuharibika, na watu kila wanaomuona wanampita wanamwacha, kila wanaomuona wanapita wanamwacha. Akasema, ni nani aweze kuniinua kunipeleka kwenye maji yanapotibuliwa, malaika wanapokuja kutibua maji kwa ajili ya uponyaji? Nani anipeleke pale? Nani anisindikize? Lakini watu walikuwa wakimwangalia, wanamnyanyapaa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tupige Yesu makofi jioni ya leo. Sikiliza mwana wa Mungu, jioni ya leo nikwambie kitu.
Wewe unayetakiwa kumwamini ni Mungu peke yake. Hata huyo ulionaye huko nyumbani kwako, ipo siku atakusaliti. Tengeneza na Mungu ili Mungu asimamie maisha yako, asimamie ndoa yako, asimamie familia yako. Ukimwambia Mungu niongoze, atakuongoza. Hata hekima itatokea hata kwa mwenzako. Haleluya! Kwa sababu umenyenyekea mbele za Mungu. Ukijifanya kiburi, naye Mungu atakuacha na kiburi chako uweze kuharibikiwa. Ukijifanya jeuri, Yesu atakuacha. Lakini jioni ya leo anasema, njoo kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Maana Yesu ndiye pumziko. Acha dhambi, njoo kwa Yesu. Acha hiyo laana unayofanya, njoo kwa Yesu jioni ya leo, abadilishe maisha yako. Haleluya! Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Yesu tunamtukuza hapa jioni ya leo, kwa sababu tunamwamini. Tunamwamini yeye anatenda. Alipokutana na yule mtu, sasa yule mtu akasema, nani aweze kuniingiza maji anapotibuliwa? Aliweka kwenye kile kisima, na kile kisima naamini nikisama mule kwa imani yangu nitapona. Lakini sikia, Yesu alipopita akamwona yule mtu, na yule mtu akasema, Yesu, 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 na alitamani mtu mmoja nibebe anipeleke mule, angalau malaika wanapokuja maji anapotibuliwa niweze kuweka kwenye kisima. Sina mtu Baba, watu wamenitenga, watu wameniona nanuka, watu wananiona sifai. Yupo Mungu anaishi, ndiye Yesu akasema, kwangu haunuki wewe, kwangu haunuki wewe, mimi nitakuchukua kama ulivyo. Hata kama unanuka, haijalishi, nitakuchukua mimi. Hata kama hufai, nitakuchukua kama ulivyo. Mimi nitakupenda, mimi nitakuheshimisha, nitakutendea jambo jipya. Na ndio maana akamwambia, sikia, hata kama ulikuwa unanuka, beba godoro lako, nenda, hautanuka tena, na hilo godoro lako litarudi kuwa upya, na hayo maisha yako yatarudi kuwa mapya. Jioni ya leo chapia Yesu makofi. Atakutendea jioni ya leo. Huyo ndio Mungu tunayemtukuza. Huyo ndio Yesu tunayemwabudu jioni ya leo. Usiogope. Vyombo sio muujiza wako leo, wala muziki sio muujiza wako leo. Muujiza wako upo kwa Mungu. Jioni ya leo lazima kuthibitisha, kwa sababu naona kuna watu Mungu anaenda kuwatendea mambo makubwa jioni ya leo. Kuna watu Mungu anaenda kuguza sehemu ambazo hawatawahi kuguzwa hata siku moja, wanarudi kuwa wapya leo. Tena leo tarajia, kama hujawahi kulala, leo lazima ulale. Wachawi watapigwa, wachawi watapigwa, wapiga ramli watapigwa. Hayo mailizi yaliyo ndani ya nyumba yako leo yanawaka moto, leo yatapigwa. Hizo tunguli zilizo ndani ya nyumba yako leo zitapigwa kwa jina la Yesu. Chapia Yesu makofi na vigelegele.